Sehemu ya 5. Katika mji wa kivuli. Usiku ulitanda kama blanketi zito la giza, ukinyamazisha kila sauti ya wanyama wa msituni. Mwezi mmoja wa duara ukining'inia juu, ukiangaza njia ya mawe mekundu aliyokuwa akipitia Aman. Miguu yake ilitembea kwa tahadhari, kila hatua ikitoa mgurumo hafifu kama sauti ya mapigo ya moyo wake. Alipofika mwisho wa njia hiyo, alikuta lango kubwa la mawe meusi yaliyokosa mwanga kabisa. Mbao kubwa ya zamani ilikuwa juu ya lango hilo, na juu yake maneno yakiwa yamechorwa kwa maandishi ya kale, hapa ni pa waliojificha na kweli zao. Nuru haitakiwi. Aman akavuta pumzi kwa nguvu, kisha akalisukuma lango hilo kwa mikono yote miwili. Mlango ukafunguka taratibu kwa kishindo kizito, na giza likamkumbatia kama blanketi la baridi. Ndani ya mji kulikuwa kimya cha kutisha. Nyumba zilikuwa na milango iliyofungwa kwa minyororo, dirisha zilizopasuka, na hewa ilikuwa nzito kama mtu aliyekasirika. Kulikuwa na harufu ya moshi wa uvumba, na mbali kidogo alisikia sauti za nyimbo zilizovunjika, kama watu waliopoteza akili wakijaribu kuimba kumbukumbu ya furaha. Aman alitembea hadi katikati ya mji ambapo kulikuwa na kisima cha kale. Ndani yake maji hayakuwa ya kawaida, yalikuwa meusi kama kivuli, na kila mtu aliyeyatazama aliona uso wake wa ndani. Aman alinyosha mkono wake kutaka kuyagusa, lakini kabla hajayafikia, sauti ilivuma juu ya kichwa chake, usiyaguse Aman. Kisima hicho hufichua nafsi zako zikiwa tupu. Aman alitazama juu, akaona mwanamke aliyevaa mavazi meusi yanayong'aa kama usiku wa mvua. Nywele zake zilikuwa ndefu na nyeusi kama wingu la radi. Mikononi mwake alishikilia fimbo yenye umbo la nyoka aliyefunguka mdomo. Mimi ni Malkia wa Kivuli, alisema, sauti yake ikitingisha majengo yaliyoharibika. Na huyo mtoto unayemtafuta yeye ni sehemu ya maisha yangu sasa. Aman alikaza ngumi zake, akasema kwa sauti ya ujasiri, kama kweli ni mtoto wa maisha yako, kwa nini umemfunga? Kwa nini ananiita msaada usiku wa ndoto zangu? Malkia wa Kivuli akatabasamu, lakini tabasamu lake halikuwa la furaha. Lilikuwa tabasamu la huzuni ya muda mrefu. Kwa sababu yeye ana nuru ambayo mimi siwezi kuimiliki. Lakini wewe unaweza. Mara moja ardhi ikatikisika, na kutoka gizani alipotokea yule msichana Aman aliyemwona kwenye maji, sasa akiwa amefungwa kwa minyororo ya kivuli. Macho yake yalikuwa mekundu kwa kilio, lakini uso wake ulikuwa bado na tumaini. Aman alimtazama, kisha akageuka kumwambia Malkia, niko tayari kuipigania. Malkia akainua fimbo yake, ardhi ikapasuka, na vivuli vya watu waliopoteza roho zao vikaanza kutambaa kutoka ardhini, kila kivuli kikiwa na sauti ya hofu, mashaka na maumivu. Na hapo ndipo pambano la roho likaanza. Je, unajua nini kitajiri? Usikose sehemu ya 6.